Kwenye kundi la Sokadata Family, Faisech baada ya mechi aliandika hivi: First half timu ilianza vizuri, muda ulivyozidi kwenda hata individual performance nayo ikawa inashuka. Timu ikakatika kabisa kama maziwa yaliyotiwa chumvi yakiwa ya moto. Mechi ya pili mfululizo kwenye ligi, Simba anadondosha alama. Ya kwanza ilikuwa dhidi ya Azam, alipoteza kwa goli 2-0, na hii dhidi ya Mtibwa Simba inalazimishwa sare ya 1-1. Kwenye mechi 4 za kocha Steve Becker kama kocha wa Simba, ameshinda mechi 2, amefungwa mechi 1 na kutoa sare mechi 1. Kwenye mechi hizo 4 ni mechi 1 pekee Simba alitoka na clean sheet. Mechi 3 zote karuhusu nyavu zake kutikiswa. Achana na hizi takwimu, twende nikuonyeshe kwenye sare ya 1-1 magoli yote yamefungwaje. Je, ni nani alifanya uzembe na ni nani alikuwa bora zaidi? Kumbuka hapa ni nyumbani kwa uchambuzi, nami niko tayari kukuonyesha kila kitu kiufundi. Nikukumbushe tu, kituo kinachofuata ni mechi 2 za kimataifa dhidi ya Esperance de Tunis kisha Singida Black Stars. Simba ikiendelea na kiwango alichokionyesha dhidi ya Mtibwa na kuhakikishia hawataokota hata alama 1 kwenye mechi za kimataifa. Otherwise, makosa nitakayoonyesha hapa yarekebishwe haraka iwezekanavyo. Kama hujasubscribe unakosa vitu vingi. Subscribe leo kisha bofya alama ya kengele. Sanaa ya kushambulia kwa kushtukiza ndiyo habari ya mjini kwa sasa. Pata kopi yako leo ufurahie uchambuzi wa kiufundi uliopo humo. Twende hivi. Kuna raha yake kutazama mpira kiufundi zaidi. Kuna raha yake kujua ubora wa mbinu na udhaifu wa kila timu. Wa kwanza kujua ni nini makocha wa timu zote mbili wanafanya ndani ya dakika 90. Ujuzi huu utaupata kupitia hapa Sokadata, na mwingine mwingi zaidi utaupata kupitia kitabu chetu cha sanaa ya kushambulia kwa kushtukiza. Msimu huu tumekuja na ofa kubwa haijawahi kutokea. Niambie. Ukinunua kitabu chetu tutakupa application itakayokuwezesha kupata vitabu vingine zaidi ya 100 vya soka. Msimu huu usipokuwa na jicho la kiufundi, basi bora uache kufuatilia mpira. Kwa shilingi 10,000 pekee utapata nakala yako papo hapo. Piga simu au tuma ujumbe mfupi kupitia WhatsApp kwa 0627532401. Kumbuka, hii ni ofa, wahi leo kabla haijaisha. Chukwemeka. Kibu amerejesha nyuma mpira kwa Shomari. Kamara. Pasi yake kwa Shomari Kapombe. Kibu anampitisha tena Shomari Kapombe. Shomari kavi pass kwenye nafasi ya Elim Panzu. Kibi Sawala, Elim Panzu. Goli limeanzia hapa. Beki wakati wa Mtibwa Collins Chukwemeka anapiga pasi kwa Frederick Magata. Hapa unaona Yusuf Kagoma anamuharas Magata, kisha mpira ukiwa unazagaa unamkuta Kib Dennis. Kibu anapiga back pass kwa Kapombe. Kapombe naye anapiga pasi kwa Nabi Kamara. Kamara anageuka na kulitazama lango la Mtibwa. Tupoze hapa kidogo. Tazama umbo la wachezaji wa Simba. Kamara yuko katikati ya wachezaji 6 wa Simba, huku Mtibwa ikiwa na wachezaji 3 pekee kwenye box kubwa la Simba. Kiufundi goli limeanzia hapa. Kamara alikuwa na confidence ya kutosha kutokana na mkao mzuri wa wachezaji wenza. Ni kama rondo fulani hivi. Twende tuwatazame Mtibwa. Umeona umbo walilokaa? Kwenye box lao la wachezaji 6 kuna wachezaji 2 wa Simba wapo katikati. Umbo hili lilikuwa kama ukuta ambao ungewazuia Simba kupitia katikati. Ukweli ni kwamba ukuta huu uliwazuia Simba kupita katikati na kuwalazimisha kupita pembeni mwa uwanja. Kamara anastahili pongezi. Alijua kama ukuta wa Mtibwa ni kizuizi, hivyo alikokota mpira kidogo ili kumruhusu Kapombe kwenda pembeni na kumpa pasi. Kapombe anapokea pasi akiwa pembeni kidogo mwa uwanja. Tazama, analazimisha kuingia ndani kulifuata box la Mtibwa. Hadi kufikia hapa 1-2 ndio ilikuwa suluhisho nyepesi zaidi. Kapombe yuko mbele ya wachezaji 6 wa Mtibwa kwa akili ya kawaida. Hapa utaona alikuwa na nafasi nzuri ya kufunga mwenyewe kwa sababu eneo alilokuwepo halikuwa impossible angle. Automatic wachezaji wa Mtibwa walijua kabisa kama Kapombe anataka kufunga, kwa hiyo wazo la kwanza lilikuwa ni kublock shoot lake, lakini kwa Kapombe mambo yakawa tofauti kabisa. Wakati Kapombe yuko hapa, acha tumtrack Mpanzu, utaona alivyo na uwezo mkubwa wa kuanticipate mashambulizi, kwa maana
maana alijua fika kuwa kama Kapombe asipopiga shuti moja kwa moja langoni, basi atapiga cutback pass na itamkuta yeye na atafunga. Hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo hadi linafungwa goli hili utabaini kuwa wachezaji wa Simba kuanzia kwa Kagoma aliyepora mpira, kisha Kante aliyefanya maamuzi sahihi kwa wakati, baadaye Kapombe hadi Mpanzu anafunga, kuna akili kubwa imetumika na wamecheza kwa muunganiko mzuri sana. Mtibwa Sugar the way walivyokuwa wanajilinda kwenye goli hili inadhihirisha kama ni timu yenye maendeleo makubwa hasa kwenye sanaa ya kujilinda. Goli hili wamefungwa kwa kuzidiwa akili na Kapombe, lakini kwa jinsi mabeki walivyokuwa wanapambana kumzuia, utaona nia yao ya dhati ya kulilinda lango lao lisiguswe. Je, Mtibwa nao wamesawazishaje goli? Twende tukaone. Inazungushwa cross na Omari Manga. Kasim anajaribu mpira mbona kwenda kuja kwenye net. Bao kali kabisa. Wanasema hata miwa inaweza ikaua. Dakika ya 60 Mtibwa ameshafungwa. Kwa hiyo aidha akubali kujilinda ili afungwe goli moja au japo ajilipue kushambulia ili kurudisha goli. Yusuf Chapo aliona ni bora kujilinda lakini pia kushambulia, hivyo timu ikawa inapanda juu zaidi. Idadi ya wachezaji wa Mtibwa ikawa inaongezeka wakati Mtibwa ikiwa inashambulia, na wakati Simba inaanzisha shambulizi kuanzia nyuma, Mtibwa alikaba kuanzia juu ili japo kutafuta nafasi ya kufanya counter attacks. Tazama hapa kwenye ukanda wa Simba, pembeni mwa uwanja kuna wachezaji watatu wa Mtibwa kwenye boksi hili. Hii ni dalili ya kwanza kabisa kuwa Mtibwa walianza kukabia juu na kushambulia. Hapa Mligo anapigwa push moja, anaanguka chini. Omari Manga anapiga cross. Wakati cross inapigwa kwenye box la Simba, kulikuwa na wachezaji 6 wa Simba dhidi ya 3 wa Mtibwa. Lakini pia tazama, cross inamkuta Wilson Nangu tena akiwa amezungukwa na wachezaji wenza wawili. Lakini tazama control yake ilivyokuwa mbovu. Mpira unamgonga na kumkuta Kasimu Msafiri Mayele. Mayele analipa kisogo lango la Simba. Automatic hadi kufikia hapa dhidi ya ukuta huu wa Simba, Mtibwa nafasi ya kucheka na nyavu ilikuwa ni 0%. Lakini Fredrick Magata left footer alikuwa akilitazama lango tena kwenye engo nzuri zaidi ya kukevu. Kasimu Msafiri bila hiana akamsetia Magata na Magata akaweka kamba. Goli hili wanapaswa kusifiwa zaidi Mtibwa Sugar. Kuna juhudi nyingi binafsi, lakini pia hii haifuti kosa la Wilson Nangu la kushindwa kuclear mpira. Hii inamaanisha ni beki asiye mtulivu akiwa kwenye boksi lake, lakini pia anapokutana na pressure kubwa. Beki wa sampuli hii hafai sana kuwa beki wa kati, badala yake anafaa zaidi akacheze pembeni kama ambavyo ametumika baada ya Anthony Mligo kutolewa. Je, Simba ifanyeje ili japo kuwa na makali? Simba sio kwamba ni timu mbovu kiasi cha kuikatia tamaa. Simba ina kikosi kizuri sana, lakini hakina morali. Mpanzu anavyocheza unaona kabisa hana vibe. Mutale, Kibu Denis, Neo Maema unaona hamna kitu kabisa. Viongozi wanapaswa kuongeza morali kwa timu. Lakini pili, kocha anatakiwa kujitafakari zaidi. Hadi sasa yule Steve Becker hajaonekana bado. Ile kitambulisho chake cha kupiga pini wapinzani wasipate goli sijakiona bado. Hadi sasa Becker anajiachia sana. Timu inacheza bila kuzingatia kanuni za rest defense. Timu inacheza ili mradi imalize dakika 90. Uhakika tena wa matokeo kama zamani haupo. Kama unahitaji kudhamini uchambuzi wa Esperance de Tunis, karibu inbox kwa 0627 53 24 01. Hadi wakati mwingine, kwaheri.